peponi, tutaingizana motoni sisi wenyewe kwa wenyewe. Kwa sababu gani? Allah anaweza kukuambia kwamba Saidi, nimekusamehe, pita pale. Lakini je, katika nyinyi nani na nani ana matatizo na Saidi? Mimi alinidhulumu, mimi aliniibia, mimi ukiangalia kule hakuna pesa, kwamba utachukuliwa pesa ni thawabu na madhambi. Matokeo yake unakuwa muflisi, unaingia peponi. Si mwashe? Huo ndio mfumo wa Allah. Hali kadhalika wewe pia ndani ya familia zako hutaingia peponi mpaka mke wako aseme aingie peponi. Kama ulikuwa mke wako unamwacha nyumbani, umekuwa kama wewe ni mwakilishi, haswali, atasema msimpeleke kwanza huyo mpaka niambie yeye alikuwa anaswali anaacha mimi nyumbani, yeye alikuwa anipangia mfumo gani wa kuswali. Pia ndio maana akaambiwa almalu walbanuna zinata la hayata dunia. Akaambiwa kwamba mali na watoto ni mapambo tu ya duniani. Tena akasema kwamba mali, wake na watoto ni fitna. Hii tuiache kama ilivyo, tuangalie ni mwezi wa Rajabu. Mwezi wa Rajabu umekuja, ni miongoni mwa miezi mitukufu. Basi ukiwa wewe ni bingwa wa kusengenya, basi kuanzia leo punguza. Ikiwa wewe ni bingwa wa kutongoza, vijana punguzeni. Bingwa wa kudhulumu, basi kuanzia leo punguza kusengenya. Sheikh asema kwamba kweli maulamaa, sisi walimu tuna mushkeli. Likimpata kama mtu kusafipika hivi akiwa na zamini kidogo, hata akifanya vibaya kwa ndoa atatubu tu. Huwezi kumwambia ukweli. Kwa sababu gani? Anakulea. Na dini sasa hivi imeshikwa na watu wasiojua. Dini yetu hii tuliokuwa nayo hii ya ukweli kabisa, watu wasiojua ndio wameshika dini. Unakuta yule mwenye kujua kakamatwa hana, na kumtawakali Allah hawezi. Lazima akikushika, ukishikwa na mtu, kwa mfano umeshikwa na bahari sana, unakupa mshahara, hata afute bangi waombea sawa tu. Kwani hiyo ni ashisha tu hiyo. Bangi tu anakuambia, anakupa hoja nyingi sana. Anakuambia kwamba kwani kwa mfano asije sheke. Wewe unafuta bangi tu. Bangi ina tatizo hili, inatakiwa. Je, bangi na mzinifu anakuletea, mbona kuna hapo anazini? Wewe hii utakuja kuacha taratibu. Kisa anakupa pesa. Kisa akakupangishia nyumba. Hii pia ni mtihani. Bali watukufu wa Islam, tumo katika mwezi mtukufu wa Rajab. Huu mwezi una majina mengi sana. Katika Bani Quraishi, wala katika Makuraishi walikuwa huu mwezi huu ukiingia tu wanasitisha vita. Hawapigani kwa kuutukuza mwezi huu. Wanaweka silaha kwenye maala, wanaweka silaha zao chini, wanautukuza mwezi huu. Na sisi pia tuutukuze mwezi huu wa Rajab, kwani kwa kufunga, kuomba dua sana, kutoa sadaka sana, kuomba istighfari sana, kwa sababu tuweze kwenda kupata salama ndani ya mwezi huu wa Rajab. Kuna mashehe zamani walikuwa ndani ya mwezi huu wa Rajab anajifungia ndani, hatoki mpaka Ramadhani iingie, na walikuwa wanafanya madhambi kama kawaida. Wanajifunga Ramadhani iingie, ndani ya miezi mitatu mtu anafanya ibada zake huko ndani, hatoki. Sasa wewe na mimi kupitia nafasi uliyopata ya leo kuwa hai, wewe na mimi una nguvu, basi tumia nafasi hii kufanya itikadi sana, kuswali sana, kufunga sana. Maana yake Mtume mwenyewe aliulizwa hadithi iliyokuwa na Ikrima kutoka kwa Ibn Abbas, amesema kwamba Ar-Rajabu shahrullah, Rajabu ni mwezi wa Mwenyezi Mungu, wa Shaabani shahari, na Shaabani ni mwezi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Ramadhani ni mwezi wa umma wake. Sasa huu mwezi wa Mwenyezi Mungu tukithirisha sana kufanya ibada, tuswali sunna sana, tuombe istighfari sana, huenda Mwenyezi Mungu ndani ya mwezi huu wa Rajabu ikawa ndio mwezi wako ambao utapata faida ya kufutiwa na kuokolewa na moto wa Jahannam. Amesema ndani ya mwezi huu kila baada ya masaa anawafutia watu, anaondoa watu katika moto, anaondoa watu katika moto.
Sasa uende ikawa wewe na mimi umo katika kutolewa katika moto. Waislamu, mwisho kabisa